hata labda hawa kina Tundu Lissu, lugha wanayotumia sio wanatumia kwa bahati mbaya. Yaani wanatumia kwa sababu wameshajua hawa ndugu hata uwaambie kwa lugha ya upole hawakusikilizi. Yaani ongea ulivyoongea utapoteza muda wako mwenyewe, ila hawakusikilizi. Kwa wakati mwingine kwamba lugha ya ukali huenda ndio lugha inaweza kufanya wakasikiliza. Lakini ninachojaribu kusema ni kwamba nia alionayo ndio nia ambayo ilikuwemo ndani ya Kristo Yesu. Na kama ndio nia ambayo Yesu alikuwa nayo, kukutana na mambo kama haya sio mambo ambayo labda tuone alizidi. Basi Yesu ndo alizidi. Yaani mpaka kupewa kesi ya uhaini ujue yeye alienda mbali zaidi. Unaweza kuongea vizuri labda kuliko Elbert. Anza kuongea. Afu uje uone kama kuna mtu atakuja kukusikiliza. Yaani anza tu kuongea kwamba mimi nitakuwa na washauri kwa lugha fulani nzuri, laini. Anza kuongea uone kama kuna mtu atakusikiliza. Mimi nilichokuja kukiona ni kama hawa jamaa hawana muda wa kumsikiliza mtu yeyote ambaye anakuja na maneno mazuri. Hawana muda. Yaani mpaka uwachokonoe ndio wanakusikiliza. Na hii huenda, yaani mimi na wewe huenda tumewahi kuongea. Wewe juaga hawajawahi kutusikiliza. Ndio maana hawajawahi kuchukua hatua ya aina yoyote. Hawajawahi kukuambia kwamba tumekusikia tunayafanyia kazi, wala hawajawahi kukuambia kwamba tumekusikia hatutayafanyia kazi. Hawajawahi. Yaani ni wanadamu fulani ambao tunaishi kwenye kizazi fulani ambacho mpaka uwachokonoe ndio wanakusikiliza. Ila hivi hawasikii. Mimi nakwambia wewe jaribu kuongea. Sijui kama umewahi kuona kuna waziri amewahi kutokea mtandaoni anasema nimesikia malalamiko ya watu wakiwa wanalalamika kuhusu jambo fulani, tuko tunalifanyia kazi. Sijui kama umewahi kusikia. Ila yeyote ambaye amewahi kusikiwa utakuta wanajaribu kutafuta kesi wamshtaki vipi kwenye yale maneno aliyosema. Ndivyo ambavyo hata Yesu walifanya hivyo hivyo. Yaani kwamba walikuwa wanajaribu kumtafutia. Na unaona mpaka wameenda kwa Pilato, anasema mimi sioni hatia juu ya mtu huyu. Ila wao waliopeleka walikuwa wanahisi labda kwa maneno yale watapata hatia. Ni ukweli, akitokea mtu ambaye atakosoa jambo ambalo hajalipenda, mwananchi ambaye na yeye anaona anastahili kuishi katika hilo taifa, lakini pia sio anastahili tu, bali ndiye ambaye anaitwa bosi, anaitwa bosi katika hilo taifa. Yaani nchi ni ya mwananchi, lakini huyo mwananchi kitokea ni kwenye mtandao au amekosoa, hauji kukuta sijui kuna waziri ambaye atatokea na kusema kwamba nimemsikia mtu fulani akikosoa mtandaoni akisema jambo hili sio zuri, jambo 1 2 3 sio nzuri, kwa hiyo tumemsikia na tutalifanyia kazi ili unaona ni kweli kabisa anachosema huyu mtumishi hapa. Ni kweli kabisa, hawasikilizi. Hata ukitoa ushauri kwamba sijui hapa natoa ushauri serikali labda lifanyike hili na hili, hawasikilizi. Ila ukikosoa, ukikemea kwa ukali, jua tu kwamba utafikiwa na utakuja kuchukuliwa, au utapotea, au utakutwa umeuawa. Hatujui ni nani ambaye anaua, hatujui ni nani ambaye anapoteza. Ila ukikosoa tu, ukikemea, kuna kukamatwa na polisi, kuna kupotea, kuna kutekwa na mengineyo mengi mabaya. Hauji kukuta wanasema kwamba labda sijui katoa ushauri mtandaoni kwamba mimi nafikiri labda tungefanya hivi, mimi nadhani labda kuzuia utekaji labda ingefanyika mbinu 1 2 3. Hausikii wakisema kwamba tumesikia, hausikii hata wakikupongeza, hausikii kabisa kwamba labda jambo lililosema ni zuri tutalifanyia kazi, hausikii. Ila ukikemea na kukosoa kwamba hili jambo mimi siliafiki, hili jambo naona si sawa, na mimi ni mwananchi, ndo wale ambao ni mmoja kati ya watu ambao wamesema ndo wenye nchi, kama nchi ni ya kwetu, hili jambo mimi sikubaliani nalo, hili jambo mimi naona litaleta laana katika nchi yetu, hili jambo mimi naona litaleta matatizo katika nchi yetu, litaharibu nchi yetu, litaharibu taswira ya nchi yetu, kwa hiyo siliafiki. Ukishasema tu hivyo basi umekuwa adui, utafikiwa. Lakini kwenye kushauri ni kweli kabisa anachosema mtumishi Alex hapo nyuma. Na ndio maana wakati mwingine hata vijana wanaokuwa wanatokea sasa hivi wanasema kwamba hizi dini zirudi kwao huko sijui zilikotoka, ni kwa sababu wanajaribu kuangalia kwamba ilikuwa kiwe kitu cha kusaidia na kushawishi watu tutambue kwamba humu tulimo ni mbaya, tunatakiwa tutoke. Yaani tumo kwenye nyumba ambayo imechomwa moto, tutafia humo ndani. Si tunasema kwamba Mungu mwenyewe atazima moto, tutaungua na gongwa kile kibao juu. Sio kwamba ile ilikuwa ni sifa. Kwa hati ya mashtaka inayompa uhalali wa kufa ni kwamba yeye ametangaza kuwa mfalme wa Wayahudi, au anamuita mfalme wa Wayahudi. Kwa ndio maana nimekwambia kosa lililomuua Yesu ni uhaini. Kwamba anajaribu kuleta mfumo mwingine duniani tofauti na mfumo ambao sisi tumeuzoea. Kama hujaelewa tusome hapa Marko sura ya 15:24. Kitabu cha Marko mtakatifu sura ya 15 mstari wa 24 nasema wakamsulubisha, wakagawa mavazi yake, ndio wakayapigia kura kila mtu atwae nini. Ndio. Basi ilikuwa saa 3, ndio nao wakamsulubisha. Ndio. Palikuwa na anwani ya mashtaka yake, palikuwa na hati ya mashtaka
mashtaka yake iliyoandikwa juu, mfalme wa Wayahudi. Bwana Yesu apewe sifa. Ukienda mahakamani hushtakiwi pasipokuwa na hati, unaandikiwa kwanza hati ya mashtaka. Ile hati ya mashtaka ndio itakayokupa wewe kuhukumiwa. Kwa hiyo Yesu hati yake ya mashtaka aliyoshtakiwa nayo ni hii, kwamba yeye ametangaza kuwa mfalme wa Wayahudi. Kwa nini? Kwa sababu analeta mifumo mipya duniani tofauti na mfumo ambao sisi tumeuzoea. Kwa hiyo swala la kwamba wanadamu tangu zamani walikuwa wanasema kwamba anachanganya dini na siasa lipo mpaka leo. Ukiongea mtandaoni, yani anakuona useme mimi mkuu wa wilaya ya Mbeya niko hapa na kushauri. Kwanza wanapita na kale kakripu, nani wa kunishauri? Yani hawakuoni kama una sifa ya kushauri. Ndivyo ambavyo wametuchukulia hivyo wote. Yani wao njia iliyobaki inayoonekana ni ya kumchokonoa mtu. Hata labda hawa kina Tundu Lissu, lugha wanayotumia sio wanatumia kwa bahati mbaya. Yani wanatumia kwa sababu wameshajua hawa ndugu hata uwaambie kwa lugha ya upole hawakusikilizi. Yani ongea ulivyoongea utapoteza muda wako mwenyewe, ila hawakusikilizi. Kwa wakati mwingine kwamba lugha ya ukali huenda ndio lugha inaweza kufanya wakasikiliza. Lakini ninachojaribu kusema ni kwamba nia alionayo ndio nia ambayo ilikuwemo ndani ya Kristo Yesu. Na kama ndio nia ambayo Yesu alikuwa nayo, kukutana na mambo kama haya sio mambo ambayo labda tuone alizidi. Basi Yesu ndo alizidi. Yani mpaka kupewa kesi ya uhaini ujue yeye alienda mbali zaidi. Basi ujue yeye alienda mbali zaidi. Lakini hata watu wa wakati huo, wakati wa Yesu, matazamio waliokuwa nayo sio walikuwa wanaumia kwamba wamemuua mtu ambaye alitakiwa tusaidie kwenda mbinguni. Hapana. Yani shida yao haikuwa hiyo, wala hawakuwa wanasikitika watu kwamba wameua mtu ambaye alikuja kutusaidia tupate nafasi ya kwenda mbinguni. Hapana. Walikuwa wanaumia kwamba wamemuua mtu ambaye alikuja kutukomboa kwenye mateso haya ya kila siku haya, ambayo kila siku unajikuta gharama za maisha zinapanda, kila siku zinaenda hayo. Ndio ambayo na wao walikuwa wanaona mtu aliyekuja kutukomboa alikuwa ni huyu. Atawakomboa kwenye shida hizi za kila siku ambazo tunakutana nazo, ambazo watu wanazilalamikia kwa namna nyingi. Ufahamu kwamba wasingeweza kumuuliza Yesu kwamba Bwana, je, ni sasa unaturudishia ufalme? Kama asingeonekana kushughulika na haya mengine. Kwa vyovyote walishamuona wakati mwingi akiwa anafikiria siku moja namna ambavyo watu wataishi pasipo kuumizana, watu wataishi pasipo kuoneana, watu wataishi kwa usawa. Hizo fikra, hayo mawazo ndio yanafanya wamuulize kwamba Bwana, unaturudishia sasa hivi ufalme? Bwana Yesu apewe sifa. Naomba usome Luka sura ya 24. Kitabu cha Luka mtakatifu sura ya 24 mstari wa 19 anasema, ndio akawauliza, mambo gani? Mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti. Mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kutenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Ndio. Tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu ndivyo walivyomtia katika hukumu ya kufa, wakamsulubisha. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakaye wakomboa Israeli. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya 3 tangu yalipotendeka mambo hayo. Bwana Yesu apewe sifa. Hao watu ni wale waliokutana na Yesu mwenyewe baada ya kufufuka. Wakawa wanamzungumzia na yeye anawauliza, mnazungumzia nini? Sasa na wao wanamwambia kwamba tunazungumza habari za Yesu, mtu ambaye alikuwa na uwezo mzuri wa kunena, alikuwa na uwezo mzuri wa kutenda. Na huyu mtu sisi tulikuwa tunatazamia ukombozi kutoka kwake. Sio ukombozi wa kuwaokoa, kuwatoa duniani kuwapeleka mbinguni. Hapana. Walikuwa wanatazamia kwamba huyu mtu atawatoa kwenye kulipa tozo zisizokuwa na mpangilio mzuri. Atawatoa kwenye namna ambazo hizi mamlaka za kawaida zinakuwa zimewaacha watu wakiwa na maumivu ya namna nyingi. Sio kwamba hapa wanaongelea kwamba tulikuwa tunatazamia atatutoa kutupeleka mbinguni. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa ujumla mimi nilichokiona ni kama dini sijui tulivyopokea au waliotutangulia, mazingira waliotengeneza ni ya kwamba dini kiwe ni kitu ambacho tutashughulika na mambo ya mbinguni. Yaani mtu akiwa anaonewa hapa, wewe achana naye, tutaenda kupumzika mbinguni kwa Baba. Kwa sababu tumeshaahidiwa tutafutwa machozi mbinguni. Yaani hapa duniani penyewe si tuwe watu wa kutaabika tu. Bwana Yesu apewe sifa. Ninachosema ni kwamba mimi nia ambayo Helbert amekuwa nayo nafahamu ni nia ya Mungu. Ni nia ya Mungu kabisa. Na hata hao wengine ambao huenda wanaweza wakawa na namna nyingi za mashauri na kwamba mmezidi, hubirini injili. Sasa injili ni ipi? Injili ni ipi sasa ambayo wanahubiri wao? Ila wao pia wanaumia